warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza hongereni sana, tukupigie makofi mengi tafadhali. Hongera hizi niwafikishie ndugu zangu Waislamu, kwa sababu sasa hivi sisi tupo katika harakati sasa za kila mmoja anataka kujua kwamba baada ya kutoka hapa anaenda wapi. Kabla sijaendelea kufanya kile ambacho kimenileta, ndio maana nikawaambia mjipigie makofi mengi. Mengi yamezungumzwa na Amiri aliyopita kama sijakosea, ambaye amezungumza mengi kutuhusia vijana wenzake katika swala zima la wewe baada ya kutoka hapo unaenda wapi. Mimi niwaambie tu kitu kimoja, ni kwamba yote kwa yote amezungumza, lakini wa kumtumainia ni peke yake Allah subhanahu wa ta'ala. Vijana wengi sana sasa hivi wanapoteza dira baada ya kumaliza chuo, kwa kujua kwamba baada ya chuo sasa nitapata kazi. Ukienda kule unaambiwa kazi hazipo, unatembea barabarani peke yako, unaongea mwenyewe. Kuna depression imeongezeka sana mtaani. Kwa sababu nini? Haujatarajia kile ambacho ulichokuwa umekisomea. Mimi ninazungumza mbele yako ni kwamba mimi ni msanii, lakini vile vile siishiwi kila leo kuendelea kusoma. Degree yangu ya kwanza nilipata Mzumbe. Mwaka juzi nimevaa joho pale chuo cha diplomasia kipo Kurasini. Lakini ukiniambia kwamba unafanya kazi gani mpaka dakika hii, nitakwambia kile ambacho nilichokuwa nakiamini mimi, ambacho Mwenyezi Mungu amenijalia, ambayo ni sanaa, ndio kimenifungulia sehemu kadha wa kadha na kufahamiana na watu tofauti tofauti. Ndugu zangu wahitimu mnaomaliza leo hii, msifikirie kwamba tutakapoenda kazini basi kama wewe ni mhasibu kazi yako itakuwa tu ni mhasibu. Sasa hivi dunia imechangamka. Sasa hivi dunia watu wanaishi zaidi ya kazi 3. Mtu atafanya kazi ofisini, ataenda sehemu atatoa facilitation yoyote, ataenda na sehemu nyingine. Unaponiona kweli leo nimekuja, na mimi ningependa, kwa sababu nilikuwa mahafali ningevaa walau kanzu, lakini huyu bwana kanistukiza leo. Ukweli sio kustukiza kisiasa, maana mwingine alipendelea kuvaa hivyo siku ile leo hapa akakwambia nimestukizwa. Amenistukiza. Nilikuwa kazini, lakini leo unaponiona mimi msanii nafanya kazi zaidi ya 3. Umeona? Niko hospitalini. Wale ambao wanaangalia zile siri za kutafsiriwa nipo. Utanikuta sehemu nyingine labda ndo katika kazi zangu za MC na mambo mengine. Kwa hiyo ni mradi tu. Lakini ukija kuulizwa unaambiwa ni graduate. Graduate sio lazima upate. Hebu angalia Mwenyezi Mungu akujalia kipawa gani ambacho uko nacho. Alafu pia ujivunie hicho kipawa, kwa sababu hicho kinaweza kukupeleka mbali. Ukiniambia kwamba kuna kitu ambacho nimekisomea mpaka leo hii kimenipa manufaa, mimi nasema manufaa niliyopata elimu ambayo naitumia vizuri kwenye sanaa zangu. Lakini ndio maana nawaambia mtaenda kukumbana vitu vingi sana, ikiwepo hasad. Unapokuwa umesoma katika hizi koo za familia zetu za kimaskini sana, utaanza kuambiwa msomi. Neno msomi linaumizaga sana. Japokuwa kweli wewe ni msomi mpaka sasa hivi ulitoka hapa, lakini nakwambia msomi wetu tuambie, kitu ambacho kinaumiza sana. Mwisho wa siku ni kwamba utasema haya, mimi msomi nachangia nini kwenye familia? Alafu Mwenyezi Mungu bado hajajalia kupata wewe kazi, kitu ambacho kitakuwa kinakupa stress day to day. Mwisho wa siku nazungumzia hasa katika vijana wetu ambao wenye jinsia kama mimi. Mimi nakaa hospitalini pale, watu wanakuja na magonjwa mengi sana, sio ya malaria, hapana. Mtu haelewi, ameshakata tamaa. Anakuambia mimi sielewi. Yaani nasubiria nukta tu kumwambia kwa nini usijiue. Lakini yote kwa yote mimi niwaambie, Mwenyezi Mungu anakusudi la wewe kukufanya kuwa msomi. Mwenyezi Mungu anakusudi la wewe kukupa kipawa. Hata kama dada unasuka, kaka wewe una ujuzi mwingine, lakini believe me, tegemea kwa hicho ambacho Mwenyezi Mungu akujalia. Mimi nilidepend kwa sababu nazungumza watoto wengi wanaotoka katika familia za hali ya chini, Mwenyezi Mungu ndio kawapa kipawa. Ukiwaangalia wakina Diamond, mtoto wa Tandale, ukiwaangalia kina Kiba, ukiangalia nani,
Kwa sababu gani? Ili wewe kukufikisha ile sehemu ambapo pengine wewe hata usingestahili, kwa sababu matajiri wapo, lakini mtu mwenye kipawa leo hii anafika mbali zaidi. Uwe msusi, uwe mbrashi viatu, uwe nani, unafika mbali zaidi. Kwa nini? Mwenyezi Mungu alijua kabisa hata usome mpaka wapi. Leo kuna matajiri sisi wengine tukienda kuperform, anakuvizia pale unapotaka kunyanyuka, anakupa kikaratasi, anakuambia nitaje. Amekuzidi kila kitu leo. Ana nyumba nzuri, ana gari nzuri, lakini mimi na network tu, labda pengine hela sina, lakini anataka ile jina lake litajwe tu pale mbele kwamba namuona mkurugenzi wa taasisi fulani yupo hapa, basi burudani kabisa. Mwenyezi Mungu alikuwa na kusudi la kukupa kipaji chako. Mimi nazungumzia katika kipawa kwa sababu ndicho kilichonileta hapa. Unaona? Naomba kama una kipaji chochote, tegemea hicho kipaji chako. Ukishatoka hapa, anza ulishaanza kupractice sawa. Hujaanza, andika kwamba unaingia kwenye mapambano ya kupambania kile ambacho Mwenyezi Mungu kakujalia. Lakini yote kwa yote, kuna ugonjwa mkubwa sasa hivi duniani unaitwa hasad. Yaani huu haukwepeki. Ni zaidi ya uchawi. Mtu anaweza kukufanya lolote, lakini baadaye hasad ni mbaya sana. Na ndizo watu wasomi, watu wenye vipawa wanakusudiwa kila leo. Wa kumtegemea ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wewe sema tu kwamba mimi nina kusudi la mpaka mimi kufika hapa. Mwenyezi Mungu, mimi wakati nilipo chuo cha diplomasia nilikwenda nikiwa nafahamika. Nilipofika pale nikamwambia Mwenyezi Mungu, alafu katika mwaka wetu kuna watu walidisco. Nikamwambia Mwenyezi Mungu, una kusudi la kunileta hapa. Kama kweli unileta hapa mimi nianze kufanya tu show off alafu nidhalilike, basi nitadhalilika. Lakini Mwenyezi Mungu kama umenileta hapa kwa makusudi, basi Mwenyezi Mungu utanijalia kile ambacho utanijalia. Kwa sababu mtu kama mimi nikifeli sehemu kama hizo kwenye vyuo vikubwa hivyo, kwanza nitaanza kukashifiwa kipaji changu nilichokuwa nacho. Alijua mmoja kuigiza sauti hapa, alijua mmoja kufanya hivi. Kwa hiyo inaumiza. Nikamuomba Mwenyezi Mungu sana, nikafanikiwa, nikavaa joho. Lakini nizungumze tu tena kwamba ndugu zangu, tunaingia kwenye mapambano, hatutishani. Kama kichwa chako kitakuwa hakifunguki, unataka kufanya kitu gani? Yaani brother, kweli utapata depression kila siku. Wakina dada, hata kama utasema mimi ni wa kuolewa, hapana, siku hizi wanaume na wenyewe wanachungulia vipi. Yeye mwenyewe katoka katika familia ya maskini, pengine na watu ana ndugu zake hajazaa, ana ndugu zake pengine anawasomesha zaidi ya 3. Umeona? Alafu akikuchungulia wewe pengine labda tayari una mtoto, tena kwa bahati mbaya ilitokea na mtoto. Kwa hiyo anaona mzigo juu ya mzigo. Hivyo tumtegemee Mwenyezi Mungu. Una kitu gani? Tuswali. Tuamke usiku. Yeye tu ndo anakusudi la sisi kutufikisha hapa. Namwambia Mwenyezi Mungu, umenipa kipawa, umenipa elimu, basi nifungulie milango fahamu. Niongeze uelewa katika kichwa changu ili kesho na kesho kutwa nisije kudhalilika katika arishi yako hiyo. Kwa hiyo kwa hayo machache tulikuwa tunakumbushana kwamba lazima tufahamiane. Mwenzangu, unapolisiamini usome au umalize shule, umekiona kitu gani huku mtaani? Si kubaya sana kama kichwa chako kinachangamka, lakini ni kubaya kama utajiita wewe ni msomi. Kwa sababu tunapokea shiti nyingi. Kuna wasanii wanatuambia wasomi hai, sisi ndo tunataka kupanda ndege hivi. Yaani kwa kiukweli hata mimi nilikuwa nimesoma kidogo, nikionaga vile pamoja na kwamba huwa anapanda hizo, lakini mbona kama anawaumiza baadhi ya watu. Unaumia hadi wewe mwenyewe. Kwa sababu unakuta kwa jitu alijisoma na nini anakuambia hai, elimu yako imekupeleka wapi hiyo? Anapanda kwenye pipa tena terminal 3. Anaondoka zake. Kwa hiyo inaumiza ndugu zangu. Tuchangamke. Wengi tumesoma lakini bado tunajificha kwenye box. Ajira Tanzania ni ndogo. Kama wewe unajiona kwamba nafasi yako ilikuwa CEO, basi play your part. Baada ya kumaliza hayo, ndugu zangu, mimi naitwa JK Comedian. Ni mwigizaji wa sauti za viongozi, chama na serikali sehemu tofauti nchini Tanzania. Nimekutana na viongozi wengi. Na yote kwa sababu ya kipawa. Lakini kwa leo pia vile vile huwa tunavaa usika wa viongozi fulani ili kufikisha ujumbe fulani. Ule usika ndio huwa ambao unafanya watu wanafurahi. Kwa hiyo
bila kupoteza muda, ningeomba kama leo kungekuwepo na viongozi mbalimbali, wakiwepo viongozi wa dini katika mahafali haya mazuri na wachekeshaji, wangetoa maneno gani ya kuweza kuwajenga wahitimu wetu siku hii ya leo. Kwa hiyo tukiwa hapa, kwa mfano tupo katika viwanja hivi, na hapa tupo karibu kabisa na ITV. ITV ni Radio 1. Imagine sasa mtu wa ITV amekuja maeneo haya anatangaza yaliyojiri ya ustawi wa jamii leo siku ya Jumamosi, akikutana na viongozi mbalimbali katika mahafali ya chuo cha ustawi wa jamii. Ingekuwaje? Tumsikilize kiongozi mwanahabari huyu ambaye yuko hapa. Habari za muda kama huu, tupo maeneo ya ustawi wa jamii hapa jijini Dar es Salaam, na basi moja kwa moja tunataka tuwaletee mubashara kabisa yaliyojiri hapa katika viwanja vya ustawi wa jamii. Kuna kitu gani kimetokea? Tunaungana moja kwa moja pale jijini Dar es Salaam kumsikiliza Benjamin Mzinga. Kuna kitu gani huko? Lakini Godfrey Monyo, unakupata zaidi, upo karibu. Hebu tuambie kwamba kuna kitu gani kinaendelea katika maeneo hayo. Wakazi wa jiji la Dar es Salaam, kama tulivyozungumza, hapa tupo katika chuo cha ustawi wa jamii, na leo tunazungumzia kuhusiana na masuala ya mahafali ya wanafunzi wa chuo cha ustawi wa jamii. Hapa tunamuona Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar Zubeir akiwa tayari ameshaingia, na alitaka moja kwa moja anaelekea kwenye podium pale kwa ajili ya kuweza kutoa salamu za kuwapongeza na salamu za kuweza kuwakaribisha Waislamu mbalimbali ambao wanahitimu siku hii ya leo. Tumsikilize, huyo ni Mufti wa Tanzania Sheikh Abubakar Zubeir. Tumsikilize. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo tunazungumzia swala zima la wahitimu, lakini hili halitakaa vizuri kama hatujaiombea nchi yetu ya Tanzania. Tupo hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wahitimu mbalimbali. Ukizingatia ni mwaka wa uchaguzi, basi ningeomba muweze kutumia vizuri usomi wenu, kwa sababu daraja mliopewa ni daraja ambalo la tofauti kabisa, na Allah subhanahu wa ta'ala aweze kuwabariki kwa hili, na tuseme tu kwamba insha Allah Mwenyezi Mungu atatufikisha. Lakini la pili ni kuweza kuiombea amani nchi yetu Tanzania. Kipindi hiki cha uchaguzi tusiliombee taifa letu kama wanavyosema watu wengine kwamba leo tutakinukisha kivyovyote vile. Swala la kukinukisha leo kikitokea hilo, basi litakuwa ni jambo ambalo Mwenyezi Mungu halipendelei na vile vile halistahili katika ulimwengu huu wa Kiislamu. Tuishi Kiislamu na Mwenyezi Mungu atatuongoza. Wabillahi tawfiki wa hadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lakini tukiwepo hapa tupo tunazungumzia swala zima la elimu. Elimu imewajengaje? Tupo katika viwanja bado hapa jijini Dar es Salaam. Anayefuata ni nani hapo? Tujikumbushe, si mwingine ni muasisi wa elimu na muasisi vile vile wa taifa hili, baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, akizungumza na wanafunzi mbalimbali wahitimu wa chuo. Wawe wakina nani baada ya kutoka hapo? Kwanza tunazungumza na wasomi. Tunazungumza na wasomi mbalimbali katika nchi ya Tanzania. Na tunazungumza hivi kwa sababu tunazalisha wasomi katika nchi yetu. Tunazalisha wasomi kwa sababu nchi kama ina wasomi, tunajua kabisa wasomi hao watajikomboa. Hatuwezi kuwa na wasomi mazuzu katika nchi yetu. Hatuwezi kuwa na viongozi na wasomi mazuzu katika nchi yetu. Tunataka wasomi wawe na reason, wajue walienda kufanya nini katika chuo. Lakini serikali, watu wanamaliza shule wanasema ajira hakuna. Kweli hakuna ajira? Haiwezi kila siku tukasema kwamba tunatengeneza ajira katika nchi yetu. Haiwezi kati hilo. Kama unaona wewe umesoma ili kuajiriwa, serikali haiwezi hivyo. Serikali haiwezi hivyo kusema kwamba kila mwanafunzi anayemaliza basi tumpe ajira. Hapana.
Tunaweza tukakuta badala ya kutengeneza wasomi tukatengeneza mazuzu katika nchi. Tukatengeneza watu ambao hawajiongezi wala hawajui walienda shule kufanya nini. Kwa hiyo nazungumza hivi kwa sababu kuna watu wanazungumza, wanaandamana, wanasema mwalimu ajira. Ajira haiwezekani, tukasema kwa kila mtu haiwezekani hivyo. Haiwezekani. Na kama mnazungumza hivyo, kama nilivyosema, nyinyi mtakuwa mazuzu na usipeleka barabarani huko, mazuzu hapo kibao huko. Elimu lazima ikusaidie katika nchi yetu. Wasomi bana, nazungumza hivyo. Tuliwapa mikopo msome. Mikopo irudishwe hiyo, ili wengine waweze kunufaika nayo. Baada ya kuzungumza hayo, nasema Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana. Takbir. Allahu Akbar. Basi tukiwa bado tupo katika mazingira hayo, tulikuwa tunapata kumsikia si mwingine. Huyu ni mbunge, alikuwa mbunge wa Kawe, jiji la Dar es Salaam pale Kawe. Mwanadada huyu alitaka kuwapa maneno madogo tu wahitimu wa chuo hicho ustawi wa jamii, hasa wale wenye mahafali ya Kiislamu. Tumsikilize ndugu Halima Mdee, alikuwa na haya huko jiji la Dar es Salaam. Tuko hapa na wewe mubashara kabisa, na tutakapomaliza tutakwambia basi alamsiki kwa siku hii leo. Tumsikilize Halima Mdee anazungumza hapo. Mimi naomba niseme na naomba niwashukuru Watanzania mbalimbali. Najua mnakuja kwenye ulimwengu ambao tuseme kwamba ni wa kunyang'anyana, lakini niwashukuru viongozi mbalimbali. Nilipokea ujumbe wenu nikiwa Dodoma, na katika hili niwaambie wasomi kwamba nitakie kila laheri, na mnapokuja huku muangalie basi muweze kujiongeza katika taifa letu. Asante sana. Baada tupo huko jiji la Dar es Salaam, basi tulipata kuwasikiliza hawa ni viongozi bado wako lukuki kabisa, na huyu ni si mwingine, ni kiongozi wa taifa letu la Tanzania. Namzungumzia Jakaya Mrisho Kikwete. Alikuwa na machache ya kuzungumza kwa siku hii ya leo. Tumsikilize. Allahumma salli alayhi. Waheshimiwa wageni waalikwa, mabibi na mabwana, waheshimiwa viongozi mbalimbali kutoka katika taasisi mbalimbali, amiri, mgeni rasmi, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Awali ya yote ningependa niwashukuru kwa kuweza kuitikia mkusanyiko mkubwa na wa aina yake. Mimi nipata ujumbe huu nikiwa nataka kwenda safarini, lakini nikapokea simu kutoka kwa amiri hapa chuo cha ustawi. Akanambia, mzee, tuna jambo letu. Nikamwambia kwema. Lakini nilipopata ujumbe kwamba ni mahafali, nikasema hapa ndo penyewe. Najua wanafunzi mbalimbali mnapomaliza, nilipokuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, niliwaeleza kuhusu changamoto za ajira. Sio kama zimeisha. Changamoto hizi zimeanza kwa viongozi mbalimbali. Alikuwa mzee Nyerere, akaja hayati Mwinyi, akaja kaka yangu Mkapa, nikaja mimi, na sasa hivi tunaye Mama Samia Suluhu Hassan. Changamoto zitaendelea vile vile, kwa sababu tuna vyuo vingi sasa hivi tofautisha na awali. Kila chuo lazima kitoe wahitimu wake. Bwana, kunialika leo kumbe mmenistukiza, na mimi ningekuja na mama yenu kwenye mahafali haya. Sasa kunileta huko alafu niko peke yangu,
Alafu shehe anasema kwamba oa wawili watatu, lakini naona bora pengine leo ndo mtamuona wa pili hapa hapa. Mahafali oe. Ndio mmetuamrisha hivyo shehe, si ndio hivyo? Mimi naye mmoja wa. Maana Waswahili wanasema ni ng'ombe zeki maini. Anything can happen. Kwa hiyo niwaambie kwamba ni lazima tuangalie wasomi tunawatengeneza vipi katika soko la ajira na kujiajiri kwenyewe. Anapotokea kiongozi wa serikali akisema mjiajiri, kuna nongo hapa. Anasema kwa nini nyie mkujiajiri? Hao watoto wenu wako wapi? Sasa wewe utakuwa mchunga wa ng'ombe alafu maziwa upati? Sasa kwa sababu mimi haiwezekani. Lakini lazima tuzungumze kwa sababu tunataka tuwajengee uwezo. Lakini kubwa niwaambie, bahati hizi zinapangwa na Mungu. Kwa hiyo tumtumainie Mwenyezi Mungu. Nina imani kubwa kabisa tutaweza kujiweka katika position nzuri. Tuliombee taifa letu. Mama Samia Suluhu Hassan. Tusiwe na nongwa. Juzi kupita nongo hapa. Kipita kwenye mtandao usijui nini na nini. Jamani, tufike vizuri, tumuombe kiongozi wetu. Alafu nzuri zaidi ni kwamba tumefanana naye katika haya ambayo tunayafanya. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, sisi wazee watuzungumzi sana. Tukizungumza tukasema kiongozi utakurudi tena kugombea? Hapana. Baada ya kusema hayo, niwatakie mahafali njema na Mwenyezi Mungu akawaongoze, mfungue vichwa vyenu, mambo yawe safi. Mahafali oye. Bado sijasikia mahafali oye. Haya, pigeni makofi mengi tafadhali. Baada ya kusema hayo, niseme Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana. Lakini moja kwa moja, kwa sababu muda bado sio rafiki, ningeomba tumsikilize aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, si mwingine ni Rais hayati John Pombe Magufuli, naye alikuwa na haya. Naomba kuchukua fursa hii waheshimiwa viongozi mbalimbali wa dini, mgeni rasmi na wadau mbalimbali katika masuala ya elimu. Wasalamu alaykum. Wa alaikum salam. Kwani nimekosea salamu? Yule amiri yuko wapi? Eti amiri, nimekosea salamu? Ni assalamu alaikum. Kama ulivyosema wewe hapa. Itikieni sasa. Amiri umesemaje? Assalamu alaikum. Amiri ameniwakilisha. Amiri oye. Ndugu viongozi mbalimbali, mimi nilipata barua yenu tena nikiwa Dodoma. Mimi huwa napenda sana kuhudhuria hafla hizi za Kiislamu kwa sababu ninaamini katika taifa letu na mchango mkubwa sana. Na mimi niseme tu, au walio graduate ni diploma na masters au wapi? Wewe ni kama nani hapa? Hebu shika microphone. Aya, simama basi. Ni amiri mkuu. Wewe ndio amiri mkuu, si ndio? Naam. Hao walio graduate leo hawa ni kina nani? Ni diploma. Nafurahi. Taasisi yenu ilianza lini? Bado hujamaliza bwana, hebu simama.
Simama Amiri, simama. Hii taasisi ilianza lini? Mwasheni microphone. Au hiyo iongee nikupe ya kwangu. Amiri oye. Haya. Nakusikiliza. Taasisi imeanza mwaka 1998. 98, si ndio? Una jumla ya wanachama wangapi? Wanachama ambao waliokuwa hai ni 300. Na leo wako hapa? Hapo. Wafikishieni salamu. Tunataka napoanzisha jumuiya hizi ziwakomboe kimaarifa sana. Na sio kimaarifa tu. Mnajua mnaweza mkawa na umoja. Na nyinyi mkatoka hapa mkawa mmeanzisha hata biashara. Mkaanzisha hata kilimo. Kikawasaidia katika taasisi yenu. Naongopa. Kweli kabisa. Si ndivyo hivyo? Sasa leo mnapokuwa mnakuwa tofauti. Taasisi hizi ziheshimiwe. Tena ziheshimike kweli kweli. Mnapokuwa na taasisi lazima muwe na malengo. Katika miaka yako 3 uliyokaa chuoni, una contribute kitu gani ili kesho na kesho kutwa ukiondoka wakukumbuke. Si ndivyo hivyo? Naam. Wewe Amiri watakukumbuka kwa sababu uliorganize watu. Lakini kitu gani ambacho umekianzisha ili iwe kovu katika taifa au katika umoja wenu pale? Nimemsikiliza yule Amiri wenu wa zamani. Hebu njoo hapa bwana. Njoo hapa. Amezungumza mambo mazuri sana. Ni lazima tuwe, mpe mic. Ni lazima tuwe katika mchangamano mzuri kabisa. Ni kweli Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo unapoondoka hapa, wewe wakati unaondoka umeacha kitu gani hapa? Mheshimiwa Rais, usimseme mwenzako tu. Mheshimiwa Rais, wakati nikihudumu kama rais wa serikali ya wanafunzi, ndio kwanza niliwahakikishia wanafunzi wanapata huduma ya internet bure. Wewe ndio umeanzisha internet hapa. 70% ya eneo lote la chuo walikuwa wanapata internet bure. Una uhakika yangu kabisa Mheshimiwa Rais. Lakini vile vile tuliwaanzishia website kwa ajili ya serikali ya wanafunzi. Lakini kipindi changu vile vile niliwaanzishia mradi ule wa kiwanja cha basket ambao unasuasua, ni leo mwachia sijui amekwama wapi. Yule ule mwachia yuko wapi? Mheshimiwa Rais leo hajafika hapa. Hajafika. Si anajua aliyoyafanya haya. Mfikishieni salamu. Tuendelee. Lakini vile vile Mheshimiwa Rais tulijitahidi sana kuhakikisha changamoto ndogo zilizokuwa zinawakabili wanafunzi tunazitatua. Mathalan, cafeteria pale tuliboresha, chakula kilikuwa kinapatikana kwa wakati, chakula kizuri, bora na katika bei nafuu. Lakini changamoto nyingine kama vile mikopo, tulihakikisha wanafunzi wetu wote wanapata mikopo na kwa wakati. Lakini zaidi wakati nikiwa katibu wa jumuiya ya wanafunzi wa Kiislamu, tulikuwa tunahakikisha matukio yetu yanakuwa na nyomi ya watu. Tulikuwa tukishirikisha jumuiya nyingine mpaka balozi. Tulisha kufanya kazi na balozi wakati nikiwa katibu. Balozi wa Kuwait. Balozi wa Kuwait alishawahi kufika. Alishawahi kufika. Umesikia Amiri? Simama basi. Leo niko na wewe, hebu sogea hapa. Tunataka haya mambo yabadilike. Naongopa ndugu zangu. Ili kusudi kesho na kesho kutwa katika haya mahafali mumlete hata waziri mkuu. Si ndio? Sasa wewe mwenzako kaanzisha basketball. Ameanzisha cafeteria kuwa na chakula kizuri, internet. Haya mwenzangu ameanzisha nini? Mpe mic naye zungumze. Tunataka tumalize leo hapa. Wewe umeanzisha nini ambayo kwanza na staff lini? Na staff mwezi wa 7 tarehe 18. Mwezi wa 7 mwaka huu. Haya tupe maendeleo yako. Kama jumuiya ya Waislamu sisa tumeweza kufungua lipa namba ambayo inakusanya pesa zote za sasa lipa namba sifuri bwana. Na vile vile tumeanzisha. Subiri kwanza usinizidi maneno. Twende taratibu. Nenda taratibu. Na vile vile tumehakikisha kwamba wanafunzi wote wa Kiislamu wanapata taarifa mbalimbali ambazo zinahusiana na kuna mwingine akasema wanaoana. Na vile vile tumehakikisha kwamba tunafungua darasa kwa ajili ya mawaidha kwa ajili ya Waislamu wote ambao wapo hapa ustawi.
Nyinyi mmeelewa? Umeenda haraka haraka au mimi ndo nimekuwa mgumu kuelewa? Hiyo ndio hivyo mheshimiwa. Kwa hiyo darasa lipo, si ndio? Darasa lipo, tunatoa mawaidha na shehe ni yule pale pamoja na shehe wengine ambao tunao. Usimponze shehe. Shehe njoo hapa. Shehe nimesikia amesema anawaozeshaga humu. Ni kweli? Mpe mic, kuimba kupokezana bwana. Na wengine wanaotaka kuoana mnawaozesha hapa. Ndio, hiyo fursa ipo. Zimetokea ndoa gani? Zimetokea ndoa ngapi tangu uanze wewe hapa? Sasa huyu ni jambo ambalo limeanza hivi karibuni, hivyo hatujafundisha watu ndoa. Ila taarifa tunazo. Taarifa za kutaka watu kuoana. Mmewatengenezea mazingira gani ili wakioana wasianze kuhangaika, wajue kabisa huko walipoacha jumuiya kuna kitu wamekianzisha? Kwanza ni kuwapa elimu. Elimu sawa, ipo hiyo. Unaweza ukawa na elimu lakini tumboni hakuna kitu. Na ndoa nyingi zinaharibika kwa sababu ya hivyo. Naongopa ndugu zangu. Ndoa oye. Tuendelee bwana. Pili, tumekuwa tukiwawezesha ni namna gani wanaweza kachukua mikopo kama tunavyoelekeza na serikali ili kuweza kujikimu mahitaji yao. Ndio umeshamaliza? Haya, asante sana. Wewe bwana, hebu shika hii. Ndugu zangu, sijaja hapa kwa ajili ya kuweza kusema kuvumbua ambayo hayakuwepo. Ila Waislamu tunatakiwa tuangalie tunaacha doa gani katika haya mambo. I'm very serious on that. Hata kesho na kesho kutwa mnapoenda kumuita mtu au mgeni rasmi, mjue kabisa how strong we are. Hivi Kiingereza hicho kipo sawa? Uko sahihi mheshimiwa rais. Sawa. Nilijua kipo sawa. Ningesema kwamba sijazaliwa nacho. Uwezo kanilazimisha kuzungumza. Ni lazima tuangalie kwamba ni jinsi gani ambapo tunaweza kuwasaidia watu. Ndugu zangu, kama kijana ni nguvu kazi, kesho na kesho kutwa tunataka nguvu kazi ianzie shuleni. Mmezalisha viwanda vingapi? Tanzania ni viwanda. Mmezalisha nini? Ili ukija hapa ukipita usione aibu. Wewe ulipoanzisha pale ukipita unaona haya kwa sababu waliokuwepo hawajaendeleza hilo. Naongopa. Uko sahihi mheshimiwa rais. Kwa hiyo nataka mzitunze mali mnazozianzisha ili kusudi kesho na kesho kutwa kizazi kinachokujwa kesho na kesho kutwa kiweze kufanya kazi vizuri. Najua mtakasirika, mtanichukia, lakini message sent and delivery. Si ndio? Basi mimi niseme tu kwamba nakushukuru sana na wewe nenda kakae. Asante. Usiogope. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, na la mwisho kabisa ni wasifu kwamba mmependeza sana. Waislamu Waislamu wanaume wamevaa kazi nzuri, na hata wakina mama na nyinyi mmejitanda vizuri sana. Pengine hata ningekuwa Muislamu na mimi ningepata mke mwingine hapa. Ndoa oe. Na shezi yupo hapa. Basi niseme kwamba Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni kwa kunisikiliza. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, muda sio rafiki. Majukumu mengine yanaendelea, lakini ngoja nimalizie kwa dakika moja kwa kuweza kuwaletea series ya wachekeshaji mbalimbali ambao kama ungeweza kufika kwa siku hii ya leo. Na huyu si mwingine ni Bwana Senga. Alikuwa na haya. Mane mangu taslimu, naitwa Senga. Moya hakuna mfurugo, hakuna nini. Hapa tulipo tunaji moya mafari. Ile mafari bwana. Mambo yamekwenda mumo. Hakuna cha mfurugo, hakuna cha fosi, tuko tuna amani tele moyoni. Au unasemaje Pembe? Salala. Yani salamu alaykum alai. Yani mambo yamekwenda hivi. Unajua uzuri wa mahafali bwana. Hasa kule kunakomalizikia kwenye ubwabwa bwana. Salamu alaykum. Usiende kwenye ubwabwa moja kwa moja. Unaweza ukausudu hivyo alafu kaambiwa bwana unamalizia kwenye maji tu. Sasa sinazungumzia jambo ambalo liko yani hivi. Unafikiri jambo la mchezo hilo hapa? Kwa sababu hapa tuko peke yetu, nipo na ndugu yangu vile vile.
Bwana kama kawaida ngwendo ile. Wala zako. Bwana mmependeza. Tujipige makofi mengi. Kwa kweli. Kwa kweli mmependeza sana. Alafu Uislamu ukijitanda mambo yanakuwa burudani. Henyo. Na waona mablaza meni, madada kwa raha zenu. Bwana Mungu awabariki nyinyi. Siko peke yangu, niko na Bambo. Bambo salimie watu kidogo. Halo. Asenti. Hakuna shido. Kwani kuna shido? Kwa kweli hakuna shido. Na mimi nashukuru Bwana Abubakar kuniita. Umefanya jambo zuri sana. Na mimi najua kabisa nitajumuika na wenzangu. Lakini hasa naomba nitoe angalizo kwenye upande wa kula jamani. Naomba mnipange na mashehe. Kwa sababu najua kabisa kula wanapendelea. Kiniweke na maamumo huku. Kwa sababu kuna maamumo wengine kukimbizana nao shido. Naelekea moja kwa moja kwenye kula. Shido. Ona mmoja mzako na 12. Halo. Mimi nawapendi sana. Mungu akawabariki sana. Mimi nasema tu kwamba Mungu akawabariki. Au unasemaje mtango? Kama mutangalile bwana. Ujiko. Basi mwana wane tulikuwa na research hilo ambalo linaenda kufunguka kama lilivyo, kama tulivyolifungua mwana wane. Shemeji ya tari. Jamani inatosha kwa siku ya leo. Mungu awabariki sana. Asanteni kwa ushirikiano wenu. Mimi naitwa JK Comedian, lakini jina langu ambalo mwalimu wangu Sheikh Abu Bakari naitwa Shafii. Nipo hapa. Nafanya hivyo. Unaweza kanifollow katika Instagram zangu, mitandao yangu mbalimbali kwa kuandika JK Comedian 01. Yani huko ndo napatikana hivyo. Baada ya kusema hayo, wabillahi tawfiki wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, sana